Maisha yanaweza yakakubadilisha kutoka sehemu moja ya maisha kwenda sehemu nyingine. Compotats on the beat. Kikubwa ni kuishi vizuri na watu. Naitwa Evelyn. Nilivyomaliza kidato cha 4 sikufulu, na kama mnavyojua maisha ya vijijini ni magumu mno. Nikamwomba dada yangu anitafutie kazi yoyote ile nifanye, ili walau nipunguze ukali wa maisha nyumbani. Dada alinitafutia kazi za ndani, ila walikuwa wananilipa shilingi 80,000 kwa mwezi. Nilienda kwenye familia moja hivi walikuwa na uwezo, na ilikuwa ni familia ambayo ilikuwa na baba, mama na watoto 2. Mwenye nyumba yule mwanamke alikuwa mvivu mno, yani hana muda na mume wala watoto, na alikuwa na roho mbaya tari. Sikuona kama ni shida, maana mimi nimefuata kazi. Maisha ya watu yalikuwa hayanihusu, yani wao watakavyokuwa, cha msingi mimi pesa yangu mwisho wa mwezi inaingia. Hivyo sikujali sana kuhusu maisha ya watu. Basi nikaanza kazi, na kiukweli yule mwanamke alikuwa na kauli chafu sana, mpaka watoto wake wakawa wanamuogopa, maana kitu kidogo tu ilikuwa ni tusi. Na hayo ndio yalikuwa maisha yake, na kila siku alikuwa anagombana na mumewe, mpaka nikawa namuonea huruma sana. Nilikuwa namuonea huruma sana yule baba pamoja na wanaye, maana yule mwanamke alikuwa ni mtu wa starehe mno. Yani hajali kurudi nyumbani, hata ni saa 6 za usiku alikuwa akirudi. Na kwa kuwa alikuwa ni mzuri, kutakawa akimtishia mumewe kwamba kama ameshindwa kuendana naye basi amwache, maana ni wanaume wengi sana ambao wanampenda na wanaweza kuendana naye pamoja na starehe zake. Kiukweli mimi haya yalikuwa hayanihusu sana, na nilikuwa nikiwaacha wenyewe, maana mimi kilichonipeleka pale ilikuwa ni kazi na sio maisha ya watu. Kwa hiyo mimi nilikuwa bizi tu na watoto pamoja na majukumu yangu. Siku moja yule baba akanifuata, akanambia nimsaidie kwenda na wanaye sehemu ya michezo. Sikuwa na shida, alinipe kama laki, akanambia kwamba ni usafiri na mambo madogo madogo ya watoto. Sikukata. Nilipomaliza kazi zangu nikawachukua watoto, tukaenda sehemu moja ikiwa inaitwa Club D, iko huko maeneo ya Arusha. Sikuwahi kuona watoto wamefurahi kama siku hiyo. Yule mdogo alikuwa darasa la kwanza, akaniambia kwamba I wish you could be our mother. Kiukweli niliwaza sana. Nilimuelewa, lakini pia nilijisikia vibaya sana. Nikamwambia kwamba unaweza ukaniita mama ukitamani kuniita. Kalicheka sana, kisha kakanikumbatia. Kalikuwa ni katoto ka kike kanaitwa Princess, na huyo mkubwa alikuwa wa kiume anaitwa Prince. Basi tumeshinda huku mpaka jioni, kisha tukarudi nyumbani. Kitendo cha kuingia ndani, mwanamke yule alinipokea kwa matusi makubwa, eti kwa nini